Mpenzi mtazamaji na msikilizaji wa Radius TV, mahali popote pale ambapo unatutazama na kutegea sikio, ni wakati mwafaka sasa ambapo tunafanya mahojiano na wageni wetu ambao tayari wapo katika viwanja vya mkutano, na hapa ni katika viwanja vya maziwa vinavyopatikana katika stendi mpya ya Mkwenda. Na sasa mgeni wetu anatueleza kila ambacho kinaendelea hapa, na wakati huo tukiendelea kukukaribisha wewe ambaye unatutazama mahali popote ambapo unapatikana katika nchi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Karibu mgeni wetu uweze kutueleza kila ambacho kinaendelea katika viunga hivi vya maziwa. Karibu. Amina. Kwanza nimshukuru Mungu kwa ajili ya siku ya leo ambayo Mungu ametujalia kuiona na kutufanikisha katika plani ya mkutano ambao tumeuandaa toka muda mrefu kidogo, na siku ya leo ndio siku ya kwanza ya mkutano. Lakini kabla ya hayo, mimi naitwa Zefania Msweru na nimetokea Mwanza na ni mmoja wa waandaaji wa hii mikutano ya Baho Global, na mimi nilitangulia hapa Mkwenda toka Jumatatu tarehe 14 niko hapa. Kwa hiyo nimefika hapa, tumeanza kuangalia jinsi ya kuweza kufanikisha huu mkutano, lakini leo hatimaye tumeanza kwa nguvu na mafanikio. Na pia niwashukuru tu watu wa Media TV Online kwa sababu ya kurusha hili, na watu wanajua ya kwamba sasa kuna kitu kinaendelea katika mji huu wa Mkwenda, na tunashukuru Mungu kwa ajili ya maandalizi yaliyopo, na mpaka sasa hivi tunashukuru Mungu kwa mwanzo, kwa sababu mwanzo ni mzuri. Tunaweza ukasema ni mwanzo mzuri kwa sababu jiografia ya hapa ilikuwa imekanganya kidogo. Leo tuko kwenye uwanja unaitwa Maziwa, na mwanzo nadhani kama watu wasikilizaji walisikia, walitangaziwa uwanja wa vijana. Sasa katika uwanja wa vijana nilipokuja mimi kama mtangulizi wa kuandaa mkutano na kuangalia jiografia, nikiwa na lengo la kwamba kufanikisha kulingana na uzoefu wa kuandaa mikutano, nikaliona lile eneo ni kwamba halitakuwa na matokeo mazuri. Kwa hiyo sasa nilipoona kama hapa na matokeo sio mazuri, tukaona tubadilishe, na ndio maana tuko hapa. Kwa hiyo saa nyingine watu wamechanganywa kwamba tuliwatangazia uwanja wa vijana, lakini leo tuko Maziwa. Kwa hiyo mtatuwia radhi, ni kwa sababu tu ya jiografia na kutokuwasiliana vizuri kwa ukaribu na wale waliokuwa wa CPCT waliokuwa na ule mkutano. Kwa hiyo tunaomba tu mtusamehe, lakini hatukuwa na nia ya kuwachanganya, yametokea tu kulingana na jiografia ya eneo husika. Pengine mtazamaji wetu ambaye anakutazama kwa sasa angependa kusikia labda katika viunga hivi kuna nini, maana walio wengi wamesikia Boni Mwaitege, na pengine yawezekana mtu akasema labda Boni Mwaitege aweze kufika Mkwenda. Kwako wewe unamwahidi nini mtazamaji wetu na msikilizaji wetu? Mimi ni mwahidi tu mtazamaji na msikilizaji kwamba sio kwamba tunasema kitu cha uongo. Tukishakwambia kitu tunasema kweli, kwa sababu sisi ni watumishi wa Mungu. Tukikwambia kwamba kuna Boni Mwaitege, kweli Boni Mwaitege yupo. Kwa hiyo na maana hivi tunavyoongea hapa nilipo, Boni Mwaitege yupo hapa Mkwenda na ameshaimba tayari nyimbo 2. Kwa hiyo ni kitu cha harisi, kitu harisi. Na kama una wasiwasi, unaweza kuja kuona mwenyewe kwenye huu uwanja wa Maziwa ambao ni stendi, wanaita ni stendi ya Maziwa. Kwa unaweza ukamwona Boni Mwaitege live, yupo Mkwenda na hatujadanganya, kweli yupo. Na pengine watu wategemee nini zaidi katika mkutano ambao unaendelea katika viunga hivi? Nini ambacho unamwahidi msikilizaji na mtazamaji wetu? Mimi namwahidi tu kitu kimoja, kwa sababu sisi ni wahubiri wa Injili na Injili ni habari njema. Sasa habari njema maana yake tunakuonyesha njia ya kumuona Yesu Kristo. Kwa hiyo tunapokuahidi ni kwamba usogee ndani ya viwanja hivi, tunaamini kabisa utafunguliwa katika vifungo vyako. Najua umeteseka, aidha katika magonjwa, aidha katika shida ya maisha ya hapa na pale, lakini Yesu yupo katika kukufungua, bado anatenda kazi. Toka mwanzo unavyosomaga Biblia kwamba Yesu alifanya miujiza, aliwatumia watu mitume na manabii wakifanya miujiza, au wakifufuliwa watu, wakiponywa magonjwa, viwete walitembea, viziwi walisikia,
na vipofu waliona, na hata leo inawezekana kabisa ukafunguliwa kutoka katika mateso yako. Kwa hiyo acha wimbi la dini kwamba mimi nina dini yangu, mimi nina dhehebu langu, kwamba labda nina dini ya baba na mama, mimi siwezi kwenda kwenye mkutano kwa sababu nina dini yangu. Hapana, Yesu hajaleta dini na sisi hatujaleta dini. Tumekuletea habari ya Yesu Kristo, mwanzilishi wa wokovu. Nimefuatilia vizuri namna ya utambulisho wenu, lakini namna ambavyo mkutano huu unavyoendelea. Lakini kuna mtu ambaye angependa kujua nani anayehudumu, kwa maana ya mhubiri ambaye anasimama kwa ajili ya kuinjilisha au kutoa neno la Mungu. Okay, anayetoa neno la Mungu, watumishi ni timu, tunatembea timu, na kama nilivyotangulia mwanzo kabisa kusema kwamba mimi nitangulia kwenda kwa ajili ya kuandaa mkutano, kutengeneza mazingira. Hata ukiangalia kwenye Biblia kuna Yohana Mbatizaji aliyetangulia akisema, mimi ni sauti ya mtu aliaye nyikani, lakini yuko nyuma yangu ajaye, ambaye sistahili hata kufungua kamba za viatu. Na kweli tulimwona Yesu akija nyuma baada ya Yohana. Kwa hiyo hapa anayekuja kuhubiri, ambaye anahubiri mpaka dakika hii tunaoongea, kwa sababu ni siku ya kwanza tayari mkutano umeanza, anaitwa Isaya. Kwa Kiswahili kizuri, ili nisikuchanganye kwa Kiswahili kwamba Isaya, ni Isaya Baho. Huduma inaitwa Baho Global Ministry. Kwa hiyo anaitwa Bishop Isaya, ndio anahubiri kutoka Rwanda, na ni timu kama tutangulia kusema kwamba ni timu ambayo inajumuisha watu wa Rwanda, watu wa Tanzania. Mimi ni Mtanzania, nimetokea Mwanza, kwa hiyo tunajumuika. Hata Mwaitega ametokea Dar es Salaam, na mwimbaji mwingine anaitwa Butoi na ametokea Mwanza. Kwa hiyo ni timu ambayo tunafanya kwa kazi moja, kujenga ufalme, lakini mhubiri wetu ni Isaya Baho. Asante sana mpenzi mtazamaji na msikilizaji wa Aretus TV, mahali popote pale ambapo unaendelea kutazama na kutusikiliza. Na huyu ni mgeni wetu, lakini kwa sasa ni mwenyeji kwa sababu yupo katika viunga vya Nkwenda Maziwa, na nakukaribisha uweze kujiunga katika mkutano wa Injili ambao unaendelea katika viunga hivi. Pengine mtakuwepo mpaka lini? Mkutano huu ni wa siku 3, umeanza leo tarehe 21 Ijumaa mpaka Jumapili kesho kutwa, ambao ni Jumapili tarehe 23. Kwa hiyo ninaomba sana, naomba ufike kwenye viwanja hivi. Utamuona Boni Mwaitege, utamuona Butoi, Moses Butoi, lakini pia utakutana na muujiza wako. Ninakualika popote pale ulipo, usikae nyumbani, njoo, Mungu atakufungua na zaidi ya yote atakuokoa. Asante sana na karibu tena. Hii ni Aretus TV. Mpenzi mtazamaji na msikilizaji wa Aretus TV, ni wakati mwingine tena tunapoendelea kufanya mazungumzo ya moja kwa moja, na hapa tunaye mtumishi wa Mungu, atatueleza kwa nini yuko hapa na nini ambacho hata wewe anapenda uweze kukisikiliza. Karibu mtumishi wa Mungu. Asante sana bwana. Karibu sana. Hii ni Aretus TV na sasa tunakukaribisha katika runinga yako pendwa na chaneli yako pendwa. Nini mtazamaji na msikilizaji wetu unachomwahidi na kwa nini uko hapa? Karibu. Asante sana. Kwa majina yangu naitwa mchungaji Siriakus Karoli, kanisa la EAGT. Tuko hapa, tumeanza mkutano wa nguvu. Yaani mkutano huu ni mkutano ambao viwete wanatakiwa watembee, viziwi wanatakiwa wasikie, vipofu wanatakiwa kuona. Lakini pia tunaye mhubiri mkubwa kutoka nchi ya Rwanda. Nchi ya Rwanda. Tunaye mhubiri, yani tuna kikosi kikubwa cha wanakwaya kutoka sehemu mbalimbali. Lakini yani kubwa zaidi tuna Boni Mwaitege, mwimbaji mkubwa wa nyimbo za Injili. Kwa hiyo nini ambacho unamwahidi yule ambaye pengine anatamani kufika katika viunga hivi, lakini kwa sasa hajafika, lakini angependa kufika? Sasa kubwa zaidi, zipo zawadi zinakwenda kutolewa kesho. Tena leo tunatoa atakayeokota kuponi ya kwanza atapewa simu ya smartphone. Kumbe kuna zawadi za namna hiyo. Yes. Kumbe licha ya watu kuwa na mwili na roho, lakini vipo vitu vingine vya kumfanya enjoy maisha. Yes. Okay. Sasa pengine kuna watu wanafikiri kwamba Boni Mwaitege hawezi kukanyaga Nkwenda. Kwako wewe ambaye umekwisha timu katika viunga hivi, unamwambia nini mtazamaji wetu na msikilizaji wetu? Boni Mwaitege ataachaje kufika kwenye mkutano mkubwa wa namna hii? Huu mkutano ni mkubwa ambao umedhaminiwa na kanisa na umoja wa SPCT wilaya ya Kyerwa. Lakini zaidi ya yote tunao wahubiri wamechangia na wao kwenye
kumfanya Boni Mwaitege afike hapa. Kwa hiyo Boni Mwaitege kufika ni pesa imetumika. Asante sana. Na hii ni Aretus TV na kwa sasa tunakukaribisha uendelee kuwa katika viunga hivi, lakini wakati huo usisahau kusubscribe, like na kucomment. Asante kwa kuendelea kututazama. Amen. Amen.